Bado Adobe softwares zinatumika katika creative industry. Sasa hapa namaanisha Adobe softwares kama vile Photoshop, Illustrator, InDesign bado zinatumika. Lakini sasa kuna hiyo online design tool inaitwa Canva. Canva ni tool ambayo inakuwezesha wewe kuweza kudesign vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikadesigniwa pia na Photoshop, lakini yenyewe inakuwa katika njia rahisi zaidi, yani kwamba vinakuwa customized. Unachotakiwa kufanya wewe ni kuweza kubadilisha tu, kuweza kuweka muundo ambao unaupenda. So Canva inakuwezesha hii hapa. Canva inakuwezesha wewe kuweza kudesign posters, kuweza kudesign carousels za Instagram, lakini pia inakuwezesha wewe kuweza kutengeneza vitu kama vile branding materials, kama vile kutengeneza business cards, kutengeneza company profile. Vyote hivi unavifanya bila kuwa na ujuzi ule basics wa Adobe ama kuwa na ujuzi wa design. Unachotakiwa kuwa nacho wewe ni ile jicho la kuweza kutazama kwamba hichi kitu ni kizuri ama hichi kitu ni kibaya. Sasa lakini pia Canva inaweza kutengeneza presentation. Kuna zile presentation ambazo zinakuwa zina design fulani hivi. Canva pia ina hizo option. Kuna free version lakini kuna kulipia. Kupitia page yangu ya Instagram ninaenda kutoa baadhi ya tips lakini na namna ya kuweza kutumia Canva wewe kama mfanyabiashara, lakini wewe kama vile mtu wa social media au mtu wa kutengeneza graphics, unaweza pia kutumia Canva kuweza kutengeneza kipato, kutengeneza designs, kutengeneza kadi za harusi, kutengeneza matangazo, kutengeneza banners na vitu vyote vile ambavyo vinafanyika na Adobe Creatives tools, inamaanisha zile Photoshop, Illustrator na InDesign, lakini utazifanya kupitia Canva. Canva imekuja katika njia rahisi zaidi. Cha msingi ni macho yako tukaweza kujua hii design nzuri, unaichukua hii design afu na customize. Sasa kufanya, nenda kwenye browser yako, andika Canva. Baada ya hapo jisajili kupitia email yako. Alafu sasa endelea kufuatilia kupitia page yangu, nitakupa zile tips za kuzingatia na namna ya kuweza kutumia Canva. Mimi naitwa Sylvester John. Hakikisha una follow, una like na una save hii video. Tunaenda kwenye next post.